Hello, shalom, shalom, shalom. Ninakusalimia katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Leo ninatamani kuongea na vijana. Kuna kitu kimekuja kwa nguvu ndani yangu. Natamani kushare na vijana. Vijana, nataka niongee kitu kimoja kwa habari ya mahusiano. Mtu yote anayekukaribia, anayekukaribia, usije ukawaza au kikakuingia moyoni mwako kwamba obvious itakuwa ni mahusiano ya kimapenzi. No, hiyo ni big no, kwa sababu sio kila mtu anayekukaribia anahitaji kuanzisha mahusiano na wewe ambao mwisho wake itaelekea kwenye mapenzi au mwisho wake itaelekea kwenye ndoa. Kuna watu wakikuona wanaona kitu ambacho wanatamani kusogea karibu yako, wanatamani kuwa karibu na wewe. Na wengine inaweza ikawa tu kwa habari ya huduma. Mtu akikuangalia anaona kabisa una kitu cha Mungu ndani yako, anatamani kukusogelea, anatamani kuwa karibu na wewe kwa sababu tu anaamini akiwa karibu na wewe kuna kitu cha Mungu kinaweza kuzaliwa, au kitu cha Mungu kinaweza kusogea. Yes, nitumie lugha hiyo. So mtu anapokuja karibu yako, wewe ukishamuona tu mtu amekuja hasa wa jinsia tofauti, mawazo yako yote yanakwenda huyu atakuwa ananitaka, atakuwa ananihitaji. No way. Mwingine anakuja karibu yako akiamini kabisa akiwa karibu yako kuna kitu cha huduma kinaweza kikafanikiwa. Unaweza mkashare kwenye kitu cha huduma na kikao kikubwa, mwisho wa siku utukufu ukaenda kwa Mungu. Wakati mwingine inaweza isiwe huduma, inaweza ikawa ni biashara au kazi. Mtu akikuangalia anaona kabisa kuna kitu, yani una kitu, anatamani kukusogelea ili kufanya ili kufanya kazi na wewe. Na naamini kabisa mnapofanya kazi kwa sababu kitu alichokiona ndani yako, mnaweza mkafika mbali, mnaweza mkafanya kitu kikubwa sana, mkawa na kampuni kubwa sana. Yes, mkawa na ushawishi wa watu na mkafanya kitu kizuri na kikubwa zaidi. Kwa hiyo sio lazima mtu anayekusogelea, anayekuwa karibu yako wewe uwaze tu na ufike kwenye hatima au ufike kwenye conclusion kwamba lazima mtakuwa na chemistry ambayo itapelekea kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mwingine tu amekuona anaona kabisa wewe unafaa kuwa rafiki wa kawaida tu kabisa, yani wa kawaida, ambaye mnaweza mkakaa mkapiga story, mkaongea, mkashauriana vitu na vitu vikaenda, lakini visipelekee kufika kwenye hatima ya ndoa. So my dear, don't stress yourself. Usijistress kwa vitu ambavyo sio lazima vitokee. Yes. Kwa hiyo usijipe matumaini ambayo hayapo. Watu wengine wameumia mioyo yao, wamepata shida kwa sababu tu walichokuwa wanawaza sicho ambacho kimetokea. Unakuta mtu alikuwa karibu yako lakini amefika amemuoa mtu mwingine au ameolewa na mtu mwingine. Wewe unaanza kujisikia vibaya. Kwa nini ujisikie vibaya? Kwa sababu toka mwanzo umeona mtu alikuja hakukwambia kama mtu anakupenda kwa ajili ya mahusiano ya kimapenzi. Mkini mtu amekupenda kwa sababu anataka kuwa karibu yako, kwa rafiki yako tu wa kawaida. Amekupenda kwa sababu anaona kabisa mkiwa karibu mnaweza mkafanya kitu cha Mungu kikubwa na ikafanikiwa. Mkiwa karibu mnaweza mkafanya kazi au biashara na ikafanikiwa, ikafanya vizuri kwenye soko la Tanzania au la dunia. So nikwambie tu kijana mwenzangu, don't stress yourself. Usijistress kabisa kwa vitu ambavyo havipo. Usijiumize moyo wako kwa vitu ambavyo havipo. Kama mtu amekuja direct na amekwambia kabisa, mimi bwana nimekupenda na nahitaji kuanzisha mahusiano na wewe, nataka kuwa mume wako, nataka kuwa mke wako, au nataka tukae kwenye mahusiano na tuangalie kama Mungu anaweza kutufikisha kwenye hilo kusudi. La, hajakwambia, my dear, kaa hapo utulie.
Usikae kujiumiza moyo wako. Mwisho wa siku unafika huko mbele unaanza kuwakasirikia watu, unaanza kuwanunia watu, eti kwa nini ameolewa na yule, kwa nini amemwoa yule. Unaweza kukasirikia mke wake au ukaanza kumkasirikia mume wake kwa sababu tu eti wewe ulikuwa karibu yake. Hatuendi hivyo. Kwa hiyo kama kijana mwenzangu, my dear, don't stress yourself. Kama haipo, na kama kuna kitu Mungu amekiandaa kwa ajili yenu, kwa ajili ya kufika kwenye mahusiano mazuri ya ndoa, itakuwa tu. Na raha kijawa, basi kaa kwenye hiyo mipaka ambayo imewekwa. Raha ya kibiashara au ya kikazi au ya kihuduma, stay there. Mungu atakubariki sana. Uwe na asubuhi njema, uwe na siku njema. Ninakupenda katika jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom.